Sheta, hapo hapo kwenye kuasa wasanii umezungumzia, pia tungependa useme neno lolote kwa labda ambao wanakuja kwenye matukio kama haya ya kijamii zaidi, wanalinda brand labda msibani, kutoka labda hata lifestyle wanaokuja nayo au aina ya mavazi ambayo wanavaa kwenye matukio kama haya muhimu zaidi. Wanaokuja sina uhakika kwanza kama hao wapo hapo. Okay, sawa, mimi nimeichukua kutokea kwako kwamba mtu anakuja msibani kulinda brand au kutangaza brand. Sasa kulinda brand, yani labda kuna aina ya mavazi ambayo wanavaa ukimjaji unaona bana huyu tuko msibani labda anavaa hivi hivi na hivi. Nimesema hapa kuna kuzaliwa, kuna kuishi na kuna kufa. Kufa ni kifo ni ibada, mazishi ni ibada. Sidhani kama jambo la msingi especially kwa dada zetu hata ndugu zetu wengine kwenda kwenye msiba na kutegemea kwamba utatoka utazungumziwa au watu watakuzungumzia. Sidhani kama ni jambo zuri. Kiutamaduni wetu, culture yetu wa Tanzania hatuko hivyo. Tunakwenda kwenye msiba kufarijiana, kumfariji mtu ambaye amefiwa. Kwa hiyo mimi nadhani ni rai yangu kwa vijana wenzangu, na kwa sababu mambo hayo nadhani yanafanywa sana na vijana wenzangu, tunapotokea katika masuala kama haya, zipo sehemu ambazo watu watataka fashion, tavaa vizuri, entertainment hizo naenda. Ukija kwenye msiba hakikisha unamwombea dua. Chakula cha marehemu ni dua. Ukija hapa sasa umevaa mavazi yako, unataka watu wakuangalie wewe, hata dua Mwenyezi Mungu hawezi kuipokea. Kwa hiyo rai yangu kwa vijana wenzangu ambao wanakuja kwenye msiba, jamani, tuje kwa ajili ya ibada, kumfanyia mwenzetu dua, kumuombea Mwenyezi Mungu ampokee, na tujifunze kwamba upendo, kuhamasishana. Sehemu za misiba ndio sehemu za watu kupatana kama waligombana, pia kuzungumza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi kama wapo watu wa design hiyo, rai yangu ni kwamba waache. Tukija, unajua sehemu za msiba ni sehemu za kujistiri kwa dada zetu, na sisi wengine wa kiume ni sehemu za kuhamasisha amani.